Yerusalemu iliamka kila alfajiri kwa sauti za hatua na minong'ono ya sala. Kulikuwa na mwanga wa ajabu uliotanda juu ya mji ule, si mwanga wa jua pekee, bali mwanga wa tumaini lililokuwa limezaliwa mioyoni mwa waja. Ndani ya mitaa ya mawe na kuta za kale palikuwa na mkusanyiko wa watu waliounganishwa si kwa damu wala kabila, bali kwa imani. Walikusanyika kwa bidii, wakivunja mikate kwa pamoja, wakishiriki kila walichokuwa nacho na kuishi maisha yaliyogusa mipaka ya kawaida ya ubinadamu. Ujambo na karibu katika simulizi hii ya kufana na kufaana yao Anania na Safira, na mie wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Hakuna aliyedai mali ni yake peke yake. Makonde yaliuzwa, maskani yalifunguliwa kwa ajinabi, fedha ziliwekwa mbele ya mitume kwa moyo wa unyenyekevu. Ukarimu haukuwa onyesho la hadhi, bali ulikuwa matokeo ya mioyo iliyoguswa na ukweli. Kulikuwa na mshikamano uliotengeneza jamii mpya, jamii ambayo ilithamini uaminifu kuliko sifa na ukweli kuliko taswira. Katika upepo huo wa umoja waliishi Anania na Safira, wanandoa waliotambulika kwa heshima ya wastani. Hawakuwa maarufu kupindukia, wala hawakuwa maskini wa kuhurumiwa. Walikuwa sehemu ya mkusanyiko huo, wakikaa miongoni mwa waumini, wakisikiliza mafundisho, wakishuhudia miujiza na wakiguswa na hamasa za kasiki zile. Waliona wagonjwa wakiponywa, maskini wakifarijiwa, na waliovunjika moyo wakinyanyuliwa. Kadri siku zilivyopita, sifa za wale waliotoa kile walichokuwa nacho zilianza kuenea. Majina yao yalitamkwa kwa heshima, walitajwa kama mashujaa wa imani. Hakukuwa na mtu aliyewalazimisha kutoa, wala aliyewashinikiza kuuza mali zao. Ilikuwa hiari yao, lakini matokeo yake yalikuwa wazi. Waliheshimiwa, walipendwa, na walionekana kuwa mfano wa uaminifu. Ndipo kitu kisichoonekana kikaanza kuchipua polepole katika moyo wa mmoja wa wanandoa wale. Ilianza kama wazo dogo lisilo na sura kamili, wazo la kutamani heshima ile ile, wazo la kutamani kuonekana wema mbele ya watu. Mwanzoni halikuonekana kuwa baya, lilijificha kama kiburi kidogo nyuma ya nia njema, lakini kila siku ilipata mbinde zaidi. Shamba lao lilikuwa nje kidogo ya mji, mahali palipojaa mavuno mazuri na kivuli cha miti mirefu. Ilikuwa ishara ya udhibiti wa maisha yao, ilikuwa akiba yao ya kesho, lakini sasa ilianza kuonekana kama tiketi ya kuingia katika safu ya wale waliotukuzwa. Wazo la kuliuza lilizaliwa si kwa sababu ya hitaji la kusaidia, bali kwa sababu ya tamaa ya kuonekana wema. Ndani ya nyumba yao ulianza kutanda ukimya mzito, si ukimya wa amani, bali mawazo yaliyopimana. Kila mmoja alihisi kile kilichokuwa kinachipuka moyoni mwa mwenzake. Hakukuwa na maneno mengi yaliyotamkwa, lakini kulikuwa na makubaliano yasiyo rasmi yaliyojengwa juu ya tamaa ya pamoja. Hatimaye uamuzi ukaafikiwa. Shamba lingeuzwa, fedha zingeletwa mbele ya mkusanyiko kama ishara ya kujitoa, lakini si zote. Sehemu ingewekwa kando kwa usalama wao wa baadaye. Hakukuwa na kosa katika kuhifadhi sehemu. Shamba lilikuwa lao, lakini kosa lilikuwa katika taswira walioamua kuijenga, taswira ya kujitoa kikamilifu wakati hawakuwa tayari kufanya hivyo. Siku ya kuuza ilifika. Jua lilipanda juu ya milima likiangazia uwanja wa sokoni. Mikataba ilikamilishwa, fedha zikahesabiwa, sauti ya sarafu zikigongana ilisikika kama muziki wa ushindi, lakini ndani yake kulikuwa na sauti ndogo ya onyo iliyopuuzwa. Walirudi nyumbani na mfuko mzito wa fedha. Mezani waliziweka, wakazihesabu tena kwa makini. Sehemu moja ikawekwa kando kwa siri, sehemu nyingine
ikaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa mbele ya mitume. Macho yao yalikutana juu ya meza ile. Hakukuwa na furaha kamili, kulikuwa na mchanganyiko wa ushindi na hofu. Usiku huo hewa ilikuwa nzito. Kila sauti ya upepo ilionekana kama sauti ya dhamira iliyogonga mlango, lakini kiburi kilianza kujenga ukuta dhidi ya sauti hiyo. Walijihakikishia kwamba hawakuwa wanafanya uovu mkubwa. Walikuwa wanatoa, walikuwa wanachangia, walikuwa sehemu ya kazi kubwa. Tofauti pekee ilikuwa kwamba hawakuwa wamefungua kila kitu. Asubuhi ilipowadia, mji ulionekana wa kawaida kama siku nyingine, lakini kwao haikuwa siku ya kawaida. Ilikuwa siku ya kuigiza ukamilifu. Ilikuwa siku ya kuvaa sura ya uaminifu, wakati ndani kulikuwa na nyufa. Fedha zikawekwa katika mfuko maalum. Hatua zikaanza kupeleka mahali pa mkusanyiko. Njiani waliwaona waumini wengine wakisalimiana kwa furaha. Kulikuwa na nyuso zilizong'aa kwa matumaini. Hakukuwa aliyeshuku chochote. Hakuna aliyekuwa na habari ya kile kilichokuwa kimepangwa gizani. Lakini mbingu hazikuhitaji mashahidi wa kibinadamu. Walipokaribia mkusanyiko, sauti za sifa zilikuwa zikisikika. Kulikuwa na amani iliyotawala hewani. Amani hiyo ilionekana kuwakaribisha, lakini ndani yao kulikuwa na wingu nzito lisiloonekana kwa macho ya nje. Mbele yao palikuwa na nafasi ya kubadilisha uamuzi, nafasi ya kuleta ukweli, nafasi ya kusema wazi kwamba walikuwa wamehifadhi sehemu, lakini kiburi ilikuwa kimeota mizizi. Taswira walioijenga ilionekana kuwa ya thamani kuliko ukweli wenyewe. Hatua zilizotembea kuelekea mahali patakatifu, huku zikibeba siri iliyofichwa. Moto wa umoja uliendelea kuwaka, lakini ndani ya moto huo kulikuwa na cheche ya hila iliyokuwa tayari kulipuka. Mwanga wa kivuli ulikutana siku hiyo na historia iliyokuwa karibu kuandikwa, si kwa wino bali kwa onyo la milele. Yerusalemu iliendelea kuishi katika pumzi ile ile ya umoja na ibada. Kila kaski mkusanyiko ulijaa watu waliotafuta faraja, mafundisho na matumaini. Kulikuwa na utaratibu uliotiririka kwa utulivu. Wale waliokuwa na mali waliileta kwa hiari, na wale waliokuwa na uhitaji walipokea bila aibu. Mfumo huo haukujengwa kwa sheria kali, bali kwa uaminifu wa moyo. Ndani ya baiti ya wanandoa wale, hewa ilikuwa tofauti. Fedha zilizotokana na mauzo ya shamba zilikaa mezani kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa. Zilionekana kung'aa kupita kawaida, kana kwamba kila sarafu ilikuwa na macho. Sehemu iliyotengwa kwa ajili ya mkusanyiko iliwekwa kando kwa uangalifu, huku sehemu iliyobaki kafichwa mahali pasipoonekana. Hakukuwa na shinikizo kutoka nje. Hakukuwa na mtu aliyewadai chochote, lakini kulikuwa na shinikizo la ndani, shinikizo la kutaka kuthibitisha kitu mbele ya jamii. Tamaa ya kuonekana waaminifu kikamilifu ilikuwa polepole ikachanganyika na hofu ya kupoteza usalama wa kesho. Moyo wa adinasi una tabia ya kujitetea hata unapokaribia makosa. Ndani yao kulianza kujenga hoja ya kujifariji. Walikumbuka kwamba shamba lilikuwa lao. Walikumbuka kwamba hawakulazimishwa kuuza. Walijikumbusha kwamba bado walikuwa wanatoa sehemu kubwa. Kila hoja ilionekana kuwa na mantiki, lakini mantiki hizo zilikuwa kama kuta za mchanga mbele ya wimbi wa ukweli. Kadri jioni ilivyokaribia, kivuli cha hila kilianza kuwa kizito zaidi. Ukimya uliingia kati yao, sio ukimya wa mapumziko, bali wa makubaliano yasiyotamkwa tena kwa maneno. Uamuzi ulikuwa umeimarika. Kesho fedha zingewasilishwa kana kwamba zilikuwa zote. Hakuna aliyepaswa kujua tofauti. Usiku huo haukuwa mrefu kwa macho, lakini ulikuwa mrefu kwa nafsi. Usingizi ulikuwa wa vipande vipande. Mawazo yalizunguka kama upepo unaotafuta mahali pa kupenya. Kila mmoja alihisi uzito usioelezeka, lakini hakuna aliyerudi nyuma.
Kiburi kilikuwa kimechukua nafasi ya unyenyekevu. Taswira ya kesho ilionekana tamu kuliko sauti ya dhamira ya sasa. Alfajiri ilipochomoza, nuru ya jua iliingia dirishani na kugusa mfuko uliokuwa umeandaliwa. Mwanga huo ulionekana kama ukumbusho wa uwazi unaotakiwa mbele za Mungu, lakini mwanga haukuweza kubadili kilichokuwa tayari kimepangwa. Hatua zilianza kujiandaa kuelekea kwenye mkusanyiko. Njiani, sauti za sifa zilifika masikioni mwao. Kulikuwa na ushuhuda wa uponyaji, kulikuwa na shukrani za waliopokea msaada. Jamii ile iliendelea kuimarika kwa msingi wa ukweli. Ndani ya mkondo huo wa uaminifu, wao walikuwa wakibeba siri. Kadri walivyokaribia, mapigo ya moyo yaliongezeka, sio kwa sababu ya hofu ya mwanadamu, bali kwa sababu ya mgongano wa ndani. Nafsi ya kubadili uamuzi bado ilikuwepo, lakini kila hatua mbele ilifanya kurudi nyuma kuonekana kuwa dhaifu. Mbele yao kulikuwa na mkusanyiko uliotawaliwa na amani. Nyuso za waumini zilionyesha matumaini. Hakuna aliyekuwa na mashaka, hakuna aliyekuwa akichunguza kwa macho ya tuhuma. Uaminifu uliotawala mahali pale ulikuwa kama anga safi lisilo na mawingu. Ndani ya anga hilo safi, mbegu ya siri ilikuwa imepandwa. Haikuonekana kwa macho ya nje, haikusikika kwa masikio ya watu, lakini ilikuwa imeota tayari. Na mbegu hiyo haikuwa ya baraka, bali ya jaribu. Waliposimama karibu na mahali pa kuwasilisha sadaka, mfuko uliokuwa mikononi mwao ulikuwa mzito zaidi kuliko uzito wa fedha zilizokuwa ndani yake. Ulikuwa uzito kwa sababu ya ukweli uliofichwa. Ulikuwa mzito kwa sababu ya taswira walioamua kuitetea. Moto wa umoja uliendelea kuwaka mbele yao, lakini sasa walikuwa wameleta kiburi katikati ya mwanga huo. Mbegu ya siri ilikuwa tayari imepandwa na muda ulikuwa karibu kuonyesha matunda yake. Mkusanyiko ulikuwa umejaa utulivu wa ajabu. Sauti za sifa zilipanda juu kama moshi wa uvumba, zikichanganyika na hewa ya asubuhi iliyokuwa safi na nyepesi. Nyuso za waumini zilionyesha amani ya ndani, amani iliyotokana na imani isiyotikisika. Kulikuwa na hali ya uwazi iliyotanda mahali pale, wazi ulioruhusu kila mtu kusimama mbele ya wengine bila kificho. Ndani ya hali hiyo, hatua ya mwanaume yule zilionekana nzito kuliko kawaida. Mfuko uliokuwa mikononi mwake haukuwa mzito kwa sababu ya fedha pekee, bali kwa sababu ya siri iliyofungwa ndani yake. Kila hatua ilionekana kupima uzito wa uamuzi alioufanya, lakini tayari alikuwa amefika mbali sana kurudi nyuma. Aliposimama mbele ya mitume, alihisi macho mengi yakimtazama kwa heshima. Hakukuwa na tuhuma, hakukuwa na mashaka, kulikuwa na matarajio ya kawaida, matarajio ya kuona moyo unaotoa kwa hiari. Ndipo akaweka kile alichokileta mbele yao kwa muonekano wa ujasiri uliopambwa kwa utulivu wa nje. Kwa sekunde chache, kila kitu kilionekana kuwa cha kawaida. Hakukuwa na radi, hakukuwa na ishara ya ghafla, lakini ndani ya utulivu huo kulikuwa na kitu kisichoonekana kikianza kusogea. Mwanga wa ukweli hauhitaji kelele, unapenya kimya kimya hadi kwenye kona zilizofichika zaidi. Uso wa mtume mkuu ulibadilika polepole. Macho yake hayakuwa ya hasira, bali ya huzuni nzito, huzuni ya kuona moyo uliokuwa umechagua njia ya hila badala ya unyenyekevu. Hewa ilianza kubadilika, utulivu ule wa kawaida ukageuka kuwa kimya kizito. Watu waliokuwa karibu walihisi tofauti isiyoelezeka. Hakuna aliyesema neno, lakini kila mmoja alitambua kwamba palikuwa na jambo lililokuwa likifunuliwa. Ukweli ulikuwa umefika mahali ambapo hauwezi kufunikwa tena na taswira. Sauti ilivunja ukimya ule, si kwa kelele kali, bali kwa mamlaka ya ndani isiyopingika. Ilifunua kile kilichofanyika gizani, ilitaja hila iliyokuwa imepangwa kwa siri, ilionyesha kwamba uongo haukuwa dhidi ya mwanadamu pekee, bali ulikuwa jaribio la kupima mipaka ya utakatifu. Maneno hayo yaligonga hewani kama radi isiyoonekana.
Uso wa mwanaume yule ukapauka, mapigo ya moyo wake ukapoteza mpangilio wake. Dunia ilionekana kuzunguka kwa kasi isiyo ya kawaida. Uzito alioubeba moyoni mwake kwa siku kadhaa ukawa mzito kupita kiasi. Mwanga wa ukweli ulipopenya kabisa, mwili wake haukuweza kuhimili, ukaanguka chini mbele ya mkusanyiko. Hakukuwa na muda wa kujitetea, hakukuwa na nafasi ya kurekebisha taswira. Ukweli ulikuwa umeshafika kilele. Kimya kilitanda ghafla, sauti za sifa zikanyamaza, watu wakasimama bila kusogea. Hofu takatifu ikaingia kama upepo baridi, sio hofu ya ghasia, bali hofu ya kutambua kwamba hakuna jambo lililofichika mbele za Mungu. Vijana waliokuwepo wakamsogeza pembeni kwa heshima ya huzuni. Hatua zao zilikuwa za haraka lakini zenye uzito. Hakuna aliyesema mengi, hakuna aliyethubutu kuvunja kimya kwa maneno yasiyo ya lazima. Tukio lile lilikuwa limejieleza lenyewe. Ndani ya mkusanyiko, mioyo ilitetemeka. Wengi walikumbuka mawazo yao ya siri. Wengi walikumbuka tamaa zilizopita kama vivuli ndani ya nafsi zao. Mwanga ule uliomfunua mmoja wao uliwaangazia wote kwa pamoja. Hapo ndipo moto wa umoja ulipoonekana katika sura nyingine, sio tu kama upendo na ukarimu, bali kama utakatifu unaolinda msingi wake. Jamii ile haikujengwa juu ya hisia pekee, bali juu ya ukweli usiovumilia hila. Na wakati mwili wake ulipoondolewa kutoka mkusanyikoni, uzito wa tukio lile liliendelea kubaki hewani. Muda ulisonga mbele kama kawaida, lakini ndani ya mkusanyiko kulikuwa na hali iliyobadilika. Kimya kilichobaki baada ya tukio lile hakikuwa kimya cha kawaida, kilikuwa kimya cha tafakari nzito. Watu walikaa kwa tahadhari ya ndani, kila mmoja akichunguza moyo wake mwenyewe. Moto wa umoja uliendelea kuwaka, lakini sasa uliambatana na mwanga mkali wa utakatifu. Habari haikuwa imetoka nje bado. Ndani ya jiji, shughuli zilikuwa zikiendelea kama kawaida. Sokoni kulisikika sauti za wauzaji, watoto walikimbia mitaani na maisha yalionekana kutiririka kama kawaida. Lakini nyuma ya pazia la kawaida, historia ilikuwa imebadilika. Baada ya muda, Safira aliwasili mahali pa mkusanyiko. Hatua zake zilikuwa thabiti, wajihi wake ukiwa na utulivu wa mtu anayetarajia kuthibitishwa mbele ya jamii. Hakukuwa na habari ya kilichotokea, hakukuwa na aliyemzuia njiani, hakukuwa na ishara ya hatari iliyomuonya. Alipoingia, hewa ilibadilika tena. Watu waliomtazama walifanya hivyo kwa mchanganyiko wa huruma na mshangao wa ndani, lakini hakuna aliyesema neno. Ukweli ulikuwa tayari umefanya kazi yake. Sasa ulikuwa unakaribia kukamilisha sura yake. Alisimama pale alipotarajia kusimama. Mahali pale palikuwa pale pale, mkusanyiko ulikuwa pale pale, lakini hakutambua uzito uliokuwa umetanda hewani. Hakutambua kuwa kivuli cha hila kilikuwa kimeshafunuliwa na sasa kilikuwa kikimsubiri. Swali lilitolewa kwa utulivu likihusu thamani ya shamba lile. Lilikuwa swali rahisi, swali lililobeba mlango wa mwisho wa rehema. Ndani ya sekunde chache, mustakabali wake wote ulikuwa umewekwa katika mizani ya uamuzi mmoja. Ndani ya moyo wake kulikuwa na nafasi ya kusema ukweli, nafasi ya kuachilia taswira walioijenga, nafasi ya kutenganisha nafsi yake na makubaliano ya siri. Lakini makubaliano yale yalikuwa yameota mizizi. Kiburi kilichomfanya ashikamane na simulizi ile ile kilibaki bado kimesimama imara. Jibu lilitoka kwa udhabiti ule ule wa awali, udhabiti wa nje lakini wenye nyufa za ndani. Neno hilo lilipovuka midomo yake lilikuwa kama muhuri uliowekwa juu ya uamuzi wake. Hewa ilionekana kusimama kwa muda. Macho ya waliokuwepo yalishuhudia tukio lisilo la kawaida, lakini lililokuwa limepangwa na ukweli. Mwanga uliomfunua mwenzake sasa ulimwangazia yeye. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na ghasia, kulikuwa na mamlaka tulivu lililotangaza mwisho wa kivuli.
Nguvu zikamwacha ghafla, mwili wake ukaanguka chini pale pale alipokuwa amesimama. Sauti ya kuanguka kwake ilivunja ukimya, lakini iliongeza uzito wake maradufu. Wengi walishusha vichwa vyao kwa mshangao na hofu takatifu. Vijana wale wale waliokuwa wametoka muda mfupi uliopita wakirudi tena. Safari yao haikuwa ndefu, safari yao haikuwa na maneno mengi. Walibeba mwili wake kwa heshima ile ile ya huzuni, wakampeleka mahali pale palipokuwa karibu na alikozikwa mwenzake. Ndani ya mkusanyiko, kila mmoja alihisi uzito wa onyo, sio onyo la maneno makali, bali onyo la tukio lililojieleza lenyewe. Lilionekana wazi kwamba uaminifu haukuwa jambo la hiari. Katika msingi ule ulikuwa kiini cha uhai wake. Habari zilianza kuenea polepole, zikivuka mipaka ya mkusanyiko. Watu walisimama na kutafakari. Wengine walishikwa na hofu, wengine walichunguza mioyo yao kwa makini zaidi kuliko hapo awali. Lakini jambo moja lililokuwa wazi, ila iliyopandwa gizani ilikuwa imevuna matokeo yake mchana. Picha ya makaburi mawili yaliyolala kimya chini ya ardhi ya Yerusalemu. Juu yake kulikuwa na anga lile lile la jua na upepo, lakini chini yake kulikuwa na somo lisilosahaulika, kwamba makubaliano ya siri yanaweza kuunganisha watu katika hila, lakini hayawezi kuwaficha mbele ya mwanga wa Mungu. Baada ya matukio yale mawili, Yerusalemu haikubaki kama ilivyokuwa. Ingawa kuta za miji zilisimama vile vile na baraste zake ziliendelea kupokea hatua za wakazi wake, kulikuwa na jambo lisiloonekana lililokuwa limebadilika. Ndani ya mkusanyiko wa waumini, hewa ilikuwa nzito kwa utakatifu uliozidi kuonekana wazi. Habari zilienea haraka kama moto nyikani, zikivuka nyumba hadi nyumba, zikifika masikioni mwa wale waliokuwa karibu na hata wale waliokuwa mbali. Wengine waliposikia, hawakusikia tu kuhusu vifo vya ghafla, walihisi onyo lililofichwa ndani ya tukio hilo. Lilikuwa kana kwamba mwanga uliofunua siri ya wanandoa wale sasa uliangaza kila kona ya moyo wa kila msikilizaji. Hofu iliingia, lakini haikuwa hofu ya kukimbia au kuachana na mkusanyiko. Ilikuwa hofu ya kutambua ukubwa wa Mungu aliye hai. Ilikuwa hofu ya kuelewa kwamba hakuna pazia linaloweza kufunika nia za ndani. Watu walianza kujiangalia, si kwa macho ya nje pekee, bali kwa mizani ya dhamira zao. Moto wa umoja haukuzimika, badala yake uliwaka kwa mwanga safi zaidi. Ukarimu uliendelea, lakini sasa uliambatana na unyenyekevu wa kweli. Wale waliokuwa wakileta mali zao hawakufanya hivyo kwa ajili ya sifa. Tukio lile lilikuwa limeondoa hamu ya kujionyesha. Kilichobaki kilikuwa moyo safi wa kujitoa. Wengine waliokuwa wakitazama kwa mbali walihisi mchanganyiko wa heshima na tahadhari. Hakukuwa tena na ujasiri wa kuingia kwa taswira ya nje, bali kujiuliza maswali ya ndani. Mkusanyiko haukuwa mahali pa kujenga jina, bali ulikuwa mahali pa kusimama mbele ya ukweli. Ndani ya mioyo ya wengine, kumbukumbu ya Anania na Safira ilibaki kama kivuli cha onyo, si kivuli cha kulaani, bali cha kufundisha. Walikuwa ushahidi kwamba hila inayokubalika moyoni kwa muda mfupi inaweza kuzaa matokeo yasiyotarajiwa. Kanisa lilizidi kukua, miujiza iliendelea kufanyika, wagonjwa waliponywa, waliovunjika moyo walifarijiwa, na tumaini liliendelea kusambaa katika mji mzima. Lakini sasa ukuaji huo ulikuwa na msingi uliokazwa na somo la utakatifu. Uaminifu ukawa nguzo isiyotikisika. Yerusalemu ilionekana kama kawaida, lakini kwa wale waliokuwa ndani ya mkusanyiko, kila mwanga wa jua ulikuwa ukumbusho wa mwanga wa ukweli. Kila kivuli kilichotanda chini ya majengo ulikuwa kama ukumbusho kwamba kivuli hakiwezi kudumu mbele ya mwanga mkali. Makaburi mawili nje ya miji yalikaa kimya, bila alama kubwa ya fahari, lakini hadithi yao ilitembea
katika midomo ya wengi. Haikuwa hadithi ya mali iliyouzwa, bali ya moyo ulioshindwa kuchagua ukweli. Haikuwa hadithi ya kutoa fedha, bali ya kushindwa kutoa uaminifu. Jamii ilijifunza kwamba Mungu si wa kuigizwa na kwamba uaminifu si mapambo ya nje, bali ni pumzi ya ndani. Hivyo ndivyo kivuli cha hila ilivyofunuliwa na mwanga wa ukweli ukaendelea kung'aa juu ya Yerusalemu, ukifundisha na ukiimarisha wale waliokuwa tayari kuishi kwa moyo safi mbele za Mungu. Hadi tamati nafikia. Hadi wiki ijayo wakati kama huu, nimekuwa wako Mhandisi K. Igamwange. Baraka.